Saa 5:49 Anthony anaonekana akifika katika jengo la Meridian kisha kutumia kambarau hadi orofa ya 4 na kuonekana kupiga simu huku akitafuta mteja wake. Mkononi amebeba mzigo fulani katika begi ya rangi ya samawati. Baada ya dakika chache jamaa huyu anaonekana kutoka chumbani akitumia ngazi na mkoba mkononi, kisha mwenzake anaonekana akiteremka kwa haraka. Jamaa watatu anaonekana akitoka bila nguo na mzigo mkononi. Gari hili aina ya Nissan Note linawasili, nambari ya usajili ikiwa KDL 336E, na wawili hao wanaonekana kuingia ndani ya gari lile, ila mwenye nyumba amevalia kofia nyeusi anaonekana kufika na kusalia na mzigo waliokuwa nao washukiwa. Tarehe 17 saa 7:22 jamaa huyu anaingia na begi hili akisindikizwa na mwenzake. Saa 10 jioni anaonekana kumtafuta mtu fulani. Mtu huyo ni mwanamke huyu ambaye amevalia nguo hii ambayo inaonekana kutumiwa baadaye siku iliyofuata na wanaume hawa. Tarehe 17, siku moja kabla ya kifo chake Anthony, saa 12:49 anaonekana akitoka na begi hili. Charity Muthoni Mishoki, mmiliki wa chumba hicho cha kukodi kwa muda, ambaye aligundua tukio la mauaji, kulingana na taarifa ya Mishoki, alipokea simu kutoka nambari 01085777041 ambapo aliyepiga simu alitaka kukodisha chumba kwa mwezi mmoja. Tarehe 18 Novemba mwaka 2025, saa 3:30 asubuhi, Mishoki alipokea ujumbe kutoka kwa wageni hao ukieleza kuwa wangelipa bili kamili saa 10 jioni. Alipofanya ukaguzi wake wa kawaida, alikutana na mmoja wao ambaye alisisitiza asubiri hadi jioni. Akiwa na wasiwasi, aliamua kusalia ndani ya jengo hilo. Mishoki aliwaona wanaume hao wakiondoka na mkoba mkononi. Aliwakabili, akauchukua mkoba huo na kudai kuwa angerudisha tu baada ya kulipwa bili yake. Kisha akaelekea kukagua chumba. Alipofika, alikuta chumba kimefungwa. Baada ya kufungua, aliona damu imesambaa sakafuni. Akiwa na hofu, aliwaita majirani. Walipoingia chumbani, walikuta mwili wa mwanaume umefichwa chini ya kitanda. Mikono na miguu ya marehemu ilikuwa imefungwa kwa kamba na leso imefungwa mdomoni. Damu ilikuwa ikitoka puani na mdomoni. Mtu huyo alibainika kuwa jamaa aliyewaletea washukiwa simu aina ya iPhone 17 Pro Max. Kwa sasa upelelezi unaendelea ili kuwatambua wanaume wawili waliokodisha chumba na kubaini mazingira ya kifo cha marehemu. Matokeo ya uchunguzi wa sumu na uchambuzi wa CCTV yanatarajiwa kufanyika chini ya idara ya ujasusi ya Industrial Area ikiongozwa na Jared Seko. Kufikia sasa watu watatu wamehojiwa pamoja na mke wa Anthony aliyeuza simu na pamoja na mmiliki wa chumba hicho cha kukodisha. Mmiliki wa duka la kuuza simu iliyopeleka Anthony kufariki anatarajiwa pia kuhojiwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.